Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na salamu na amani zimwelekee kiongozi bora umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndugu Muislamu, ndugu mpendwa, tupo ndani ya Risala TV10. Hakika tumekuletea kipindi chetu cha leo, ima ujumbe wetu wa leo ndani mwa jiji letu la Durban, Afrika Kusini. Kaa karibu na kamera zetu na TV yetu pendwa, insha Allah kuwezeshe. Kuna mengi zaidi utayapata na utayafuata kwa min ajili ya Allah. Ni kheri kwako ndugu Muislamu, mimi na wewe tushikamane kwa pamoja kwa haya ambayo unaenda kuyasikiliza. Tega sikio lako vyema kwa ajili ya Allah, umpe Allah muda wa kusikiliza na utanufaika na mengi. Na ni jambo kubwa ambalo linajiri very soon insha Allah kituwezesha. Na pia tuko na mgeni wetu leo rasmi ndani ya Risala TV10 insha Allah, anakuja kujuza habari ambazo wewe ulikuwa ufahamu, na huenda ikawa kheri kwako ndugu Muislamu kufahamu, na ikawa mshikamano kwa pamoja ndani ya jamii yetu ya Kiislamu, na ikawa sababu ya Allah kufanya wepesi tukashikamana kwa pamoja na gurudumu tukaliendesha kwa pamoja. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu tena ndani ya Risala TV10, hapa ni nyumbani. Naam, tunashukuru tena kuona tunapata fursa tena kutoa kipindi katika TV yetu ya Risala TV10. Alhamdulillah, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, leo tuko kwenye Risala TV na kipindi punde tu kinakujia, na mada yenyewe ni faida ya umoja katika dini yetu ya Uislamu na katika jamii yetu ya Kiislamu. Naam, mmemsikia Sheikh kwa yale anawaambia kuwajuza kukaa karibu na kamera zetu. Inshallah mtafahamu mengi na mtapata mengi inshallah. Leo tunawaletea umoja wa jamii ndani ya kipindi chetu, na lengo kubwa tumekuja kuelezea taasisi yetu pendwa kubwa ambayo iko katika jiko inapikwa, na alhamdulillah iko karibuni kuiva kwa min ajili ya Allah. Kwa hiyo ndugu Muislamu, tunakuomba utupe sikio lako ili kumsikiliza shekhe kwa wale ambao tutakuja kumuuliza na kuweza kuyajibu kwa min ajili ya Allah, na utanufaika na mengi. Shekhe, ndani ya jiji letu la Durban kuna jambo kubwa la kijamii linajitokeza, alhamdulillah, kwa faida ya Waislamu wote walipo dunia mzima, hususan ndani mwa jiji letu la Durban. Hakika inamhusu kila Muislamu. Taasisi yetu pendwa ambayo imekuja kwa ajili ya harakati za dini na Uislamu pia ndani mwa jiji letu la Durban, kwa kweli ni jambo la kupendeza, la kufurahisha kwa Waislamu wote ambao wanalifahamu, na kwa wale walifahamu basi wajipe muda, watafahamu mengi zaidi. Shekhe, tunaizungumzia vipi taasisi hii ambayo inakuja katika, tuseme, kuikomboa jamii, ima kupambana kwa ajili ya jamii, nayo si nyingine inaitwa ni DSM, Durban Swahili Muslim. Kwa kweli ni faraja kwa Waislamu wote wa jiji letu la Durban na wale ambao wako nje ya Durban. Unaizungumzia vipi kwa uchache kwanza hii DSM, kwa nini imekuja taasisi hii? Alhamdulillah, kwa kifupi mtu anaweza kuuliza DSM ni nini? Kwa kifupi tumwambie DSM ni Durban Swahili Muslim. Waislamu wa Swahili wa Durban, maana ni umoja wa Waislamu wa Swahili wa hapa Durban. Kwa kifupi ndio maana ya DSM. Umoja ni kitu ambacho ni kikubwa sana na tumefeli sisi. Kwa nini tumefeli hapa Durban? Hatuna umoja. Haiwezekani Mwenyezi Mungu akasema kitu kisha kile kitu haujakifanya ukasema kwamba umefaulu. Allah anasema nini? Baada ya billahi minash shaitani rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba moja nyote na wala msifarikiane. Sasa sisi hatujashikamana, maana kuna sehemu tumefeli. Sasa ndio kwa maana DSM imekuja kukusanya Waislamu. Jina kubwa, ukishasema wasema Kiswahili ni jamii pana sana hapa Durban na South Africa nzima, katika wakimbizi wa Swahili, watu weusi. Kwa hiyo wasema Kiswahili ni kundi kubwa ambayo ina nguvu kubwa, wanaweza wakafanya chochote ambacho wanataka wao, kama watakuwa na ule umoja na mshikamano, wakiungana kwa pamoja, wakakubaliana, watafanya mambo makubwa ambayo yatasaidia
jamii yao ya Kiislamu ama jamii yetu kwa pamoja. Ama faida ya DSM, umoja wetu, kwanza katika kitu ambacho DSM inataka kupambana kutafuta ni msikiti. Ile ni ofisi ambayo watu wote watakuwa wanajua DSM iko wapi. DSM, msikiti wa DSM uko fasi fulani. Mtu yote anatafuta kwenda kwenye DSM ataenda pale ofisini, aulize shida yake, kama na maswali, kama na chochote ambacho cha kuchangia, atafika pale, atakuta mambo yote yamesetiwa vizuri. Naam, shukrani. Na imani ndugu Muislamu, nimesikia kwa uchache DSM. Sheikh, hapa inaweza ikaja hii Durban Swahili Muslim. Watu wakataka kuuliza kwa nini hii Swahili? Kwa nini hii Swahili? Je, ni tabaka tu tumejibagua sisi wasema Kiswahili, ima ni kwa Waislamu wote wanakaribishwa? Waislamu wote wanakaribishwa. Haijakatazwa mchango wa mtu ama hajafukuzwa mtu. Ni jambo la Kiislamu, ni la Waislamu dunia nzima. Lakini sasa sisi hapa Debeni tuna Waislamu makabila mbalimbali. Wa Somalia wana nani umoja wao. Wa Ethiopia wana umoja wao. Wa Hindi wana umoja wao. Sisi Waswahili ndo hatuna. Useme eti sisi tuna shura yetu, tuna nini, tulikuwa hatuna. Lakini tulishakuwa na DSM, ndo umoja wetu Waswahili wote. Naam. Kwa hiyo ndugu Muislamu, umepata kufahamu kwa nini ile Swahili inapokuja. Actually nazungumzia kidogo tu hapo. Kwa hiyo mujitama wa jamii nzima ya Kiislamu, hii Swahili imekuja kwa sababu tukisema wa Somalia, wa Ethiopia, wa Hindi, wa Zungu, yani watu makabila tofauti, weusi tuko mchanganyiko wengi. Wa ila imekuja hii Swahili kwa sababu labda yale makuzi yetu ya watu wa East Africa, whatever, tuko ndani ya jiji letu la Durban, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, Rwanda, wote hao ni matabaka ya Kiswahili. Ndio maana tukasema ile tuitie Swahili. Wa ila hajakatazwa Muislamu yote kujoin na sisi, kwa yule ambaye si msema Kiswahili. Kwa kuwa wewe ni Muislamu basi unakaribishwa. Na kama kisi Sheikh mmemsikia, lengo la kuwa na hii taasisi tuwe na markazi yetu ambayo ni ya Kiislamu. Naam Sheikh, swali ambalo tungeliweza kuzungumzia kwa mara nyingine, ndugu zetu wa Kiislamu, ndugu zetu wa jamii yetu, Waislamu wote popote walipo dunia mzima, wanataka kujua ni nini manufaa ya jamii ndani ya DSM. Naam. Mwenye kujiuliza DSM ni nini, DSM itakusaidia nini na faida gani kwetu? Naam. DSM ina manufaa makubwa sana kwa jamii. Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi kusaidiana kama Waislamu. Swala la kusaidiana sisi kwa sisi ni swala la lazima. Je, leo hii hapa ukipata tatizo leo hapa, wengi hatuna wandugu hapa South Africa, lakini wandugu zetu ni wao Waislamu katika imani. Sasa DSM moja katika agenda zake na programu zake ambayo itakuja kufanya hapo baadaye katika mambo ambayo tumepanga ni kwamba baada kwanza ni kutafuta ofisi. Mambo ambayo yatafuatia ni kusaidizana sisi kwa sisi, ikiwemo masuala ya kuzika. Tumeshaanza muda wote, ukipata maafa ama ukisikia sehemu kuna kilio, piga tu simu tunazika. Naam, hapo bila kuchelewa Sheikh, ni mambo mangapi ambayo yapo kwenye agenda ya DSM katika jamii ya Kiislamu ndani ya jiji la Durban mpaka nje ya Durban? Ambayo kwenye orodha ambayo harakati zitakwenda kufanya DSM. Moja katika hizo harakati kutembelea wagonjwa, kujua hali zao. Mgonjwa huyu anakaa muda gani hospitalini, nini tatizo ambayo na yapi ambayo anahitajia. Kutazama mayatima, kutazama wafungwa. Unajikuta Muislamu amefungwa, ana mke, ana watoto, yeye ndo baba, iko jela miezi 3, miezi 4, familia inaomboka. Hizo zote ni programu ambayo DSM inakwenda kuangalia, kutazama namna gani tutasaidiana sisi kwa sisi katika matatizo mengi ambayo yanatukuta sisi. Unajikuta mtu ana tatizo chungu zima ya Uislamu imemzunguka, lakini kwa kuwa hatuna ule umoja, unakuwa kimwendea mtu mmoja wawili watakupanga, hata wachupa 500 isaidii. Lakini kwenye umati wa watu 400 wakisema tunakusaidia Muislamu wawili watatu, kila mmoja akitoa 100 kwenye watu 400, tumepata randi 40.
Ikiwa ni watu 500, kila mmoja akasema natoa 100, tumepata randi 50,000. Tutakosa kusaidiana sisi kwa sisi kabla tuache kutegemea wengine. Kwanza sisi tukiwa na ule umoja, randi 100 ni kitu gani? Lakini kwa kuwa tuko wengi, ukisema tunatoa 100 kwenye watu 500, tumepata 50,000. Sasa mtu amelazwa hospitalini, huku renti ameshachelewa miezi miwili, tukichukua 10,000 tunatoa tuamlipe miezi miwili, tumeshamsaidia. Itafanyika bila umoja? Sasa hii yote tunafanya kusema tunafisha ndugu zetu. Mtu anakufa, anamwacha mwanamke mjane, anaacha watoto mayatima. Yeye ndo alikuwa baba mwenye kuleta maemezi hapa nyumbani. Sasa baada ya kumzika tunarudi nyumbani. Tukirudi nyumbani, kila mtu kwake anafikiria mke wake na watoto wake. Hao ambao tumemzika baba yao tunafikiria nini? Mtu amesema mimi na mwenye kumtosha yatima tutakuwa wajirani katika pepo. Hizo ni ibada kubwa, tutazifanya vipi wakati bila umoja? Lakini tukiwa na umoja wetu, hizi ibada zote tunakwenda kuzifanya. Kumbe umoja huyu, tuko pamoja na wale ambao wameshaelewa, wako wanatoa michango yao. Sasa kila mtu apashe kujua kwamba DSM inamuhusu, na ule asioipenda inamuhusu na ni yake. Na jambo la mfano mtu anapofariki, DSM ipo tayari kulishughulikia hilo. Hilo ni lepesi sana kwenye DSM. Maana ukisikia sehemu yote kuna mwili wa Muislamu umelala, yani wewe piga tu simu, katika zile simu ziko pale kwenye grupe, mara moja tu watakuja kushughulikia na masuala yote ya kuzika free of charge. Viongozi wanasimamia bila tatizo inshallah, na tutakupitishia namba za wahusika ndani ya video yetu inshallah. Uwapigie wote wale unapopata msiba ndani mwa jiji la Durban, inshallah watakuwa tayari katika kuwasilia jambo hilo biidhnillah. Na jambo lingine ambalo ningelipenda kufahamu, vipi maandalizi labda katika Ramadhani? Kuna watu wale ambao ni wanahitaji iftari, kitu kama hicho. Je, DSM imeandaa nini kuhusu hili jambo? Alhamdulillah, swala nzuri. Kufuturisha katika dini yetu ya Uislamu ni jambo kubwa sana, na alhamdulillah Waislamu wengi wanafanya ibada kabisa kabisa. Wasi tunapokea misaada ya Uislamu Ramadhani, mtu anasema juisi zangu hizi nataka tufuturishe, banana zangu hizi au maziwa yangu haya. Waislamu wana perform vizuri katika hilo, alhamdulillah. DSM katika Ramadhani inakaribisha kila mtu mwenye kutaka kufuturisha, alete mchele wake, alete maharagwe yake, alete kila aina ya futari. DSM inaandaa kufuturisha Waislamu katika mwezi wa Ramadhani. Wale wenye kuhitaji futari, DSM inshallah iko na hiyo program, itafuturisha. Na yoyote ambaye ana nia ya kufuturisha aone DSM, kusanya ile mchele wetu, maharagwe yetu, mafuta yetu na kila kitu ambacho kinahusiana katika futari. Tutagawa mafungu, alhamdulillah, tutapelekea wahusika. DSM harakati hiyo iko katika programu na itaanza mwezi Ramadhani huyu. Ramadhani hii hiyo programu ipo, DSM itafuturisha. Na Allah akituwezesha inshallah. Umeyasikia yale ambayo Sheikh alituzungumzia, na jambo lilipo katika kukariri katika vichwa vya watu akilini mwa watu. Sheikh, kwa nini DSM inahitaji msikiti na misikiti ni mingi ndani mwa jiji la Durban? Kwa nini msikiti? Na swala ile watu wengi walikuwa wakiniuliza, Sheikh, mnania kujenga msikiti, misikiti ni mingi nini na nini, lakini wakati kutoa jambo la kawaida. Misikiti ni mingi kweli na tunasalia popote, lakini ukitazama Wasomali wana msikiti wao, na misikiti ni mingi lakini wana ule wao. Wa Ethiopia vile vile wana msikiti wao, na wa Nigeria wana msikiti wao, na misikiti ni mingi, haijakatazwa, hamna ubaya. Misikiti yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya sisi Waswahili kutaka kununua msikiti, malengo yake nini? Malengo ni kwamba tuwe na uhuru, ile freedom ya kwamba mtu, tuna harusi yetu ya ndugu yetu Mswahili, tuna ule uhuru, hatupangwi masharti sijui hivi sijui hivi. Tuko free kusema tunaungisha ndoa, ikiwa ni ndoa na walima, watu wanakuja pale wanafanya ndoa yao na walima, tunakuwa tuna uhuru wetu maana yake. Na harakati nyingi tu za kidini kama hiyo, mfano mtu anataka kusema mimi najitolea futari yangu, ataipeleka wapi? Nataka nitume futari kwenye DSM, ufutarishe wenye kuhitaji, tutakusanya futari wapi? Lakini kama tuna msikiti wetu, ile zile helpers zote zitakuja wapi? Kwenye masjidi yetu. Tunatafuta namna gani jinsi tutaugawa. Kumbe msikiti sio malengo ya kuswali tu, msikiti ni ofisi ya Waislamu ya kufanya harakati nyingi za dini ya Kiislamu, pia na makutanio, shura, kila kitu.
Tumemsikiliza shekhe, kwa kweli hili jambo huenda lilikuwa gumu kwa watu wengi, wa ila ukifuata video hii kuna yale utaenda unakengeukiwa nayo na unayafahamu kwa utashi wake Allah azza wa jalla. Kwa hiyo shekhe, wakina mama walipokea vipi hili jambo? Alhamdulillah, tunashukuru sana wakina mama au hawabaki nyuma katika sala la kujitolea. Kuna wale pengine hawajaelewa, lakini tunao wanajitolea michango kama mwezi wametoa 3,000 na kitu. Wanatoa michango yao. Wakina mama wako vizuri na wao hili linawahusu kabisa linawahusu, maana sisi wanaume tunakufa. Kumbe mwanamama atakapofisha anabaki mjane. Katika hizi harakati zinakuwa DSM haitakuwa inamwacha hivi. Kuna something ambayo itaandaa, kuna kwa mayatima, kuna kwa mama mjane. Kumbe na wenyewe vile DSM inawahusu. Kumbe masuala yote ya kijamii ya kusaidizana sisi kwa sisi na mambo mengi DSM inawachukua kadiri na sisi tutakavyoisupport. Kumbe la kusisitiza ni kwamba hatuna mfadhili yoyote kusema kwamba analeta michango. Wafadhili ni sisi hawa tulete michango yetu kwa wingi ili naam shekhe, tumesikia DSM haina udhamini ni kwamba ni sisi Waislamu ambao tuko hapa, na pia haina sponsor yoyote ile ambayo inashughulikia mambo, isipokuwa ni Waislamu wanajikongoja ndondo ujaza ndoo pole taratibu. Unawaambia nini wito kwa Waislamu ambao wapo nje ya nchi hii ya Afrika Kusini, South Africa, ndani mwa jiji la Durban? Unawaambia nini Waislamu ambao wapo nje na jiji letu la Durban ili kusikana na hii masuala ya michango, ima kuhitimisha kufikisha hili jambo litimie kwa ajili ya Allah kwa nguvu za umoja kwa pamoja? Unawaambia nini? Naam, alhamdulillah, watu wa nje ya nchi DSM mlango iko wazi, account number iko pale, iko wazi. DSM inaokaribisha mchango, hata mtu wa Ulaya, mtu wa Arabuni, kokote uliko, hata wewe Cape Town, uwe Joburg, kokote unajisikia kama unataka kutoa sadaka yako, chukua sadaka yako, chukua kwenye ile account number pale, agiza, itashuka kwenye group letu pale, tutaiona na itafika kwenye account yetu mara moja, na hiyo inakuwa inaongezea katika kile kiwango ambacho tushapatia, na ni thawabu nyingi sana. Ndugu zangu, wengi wanasema misikiti tunayo, lakini Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa aqimus sala wa atuz zakat. Hii misikiti ambayo tunasajia tutoe na kile ambacho Mungu ametupa, tutoe sadaka zetu. Ndio kwa maana DSM inakaribisha wafadhili aina yoyote, na kila mmoja akitoa sadaka yake ajue sadaka yake iko mahali salama, imewekwa kwenye account blockade kama tunavyosema kila siku. Pesa itahama pale kwenye account blockade yetu, inakwenda kusukuma kwenye account ya mwenye building. Hatutaki mambo ya ujanja kusema tutapanga tutafanya tunataka tununue sehemu yetu, tuwe free. Tunajua hapa sehemu yetu tumenunua makaratasi, kila kitu. Tunajivunia kwamba hakuna mambo sema tutalipa rent mwisho wa mwezi, tunakuja kulipishwa nini. Pengine kama tutalipa ni maji na umeme, lakini nyumba, msikiti ni wetu. Tunakuwa tuko na freedom, na michango yenyewe itakayofuatia kuchangia ni kufanya sasa kusaidizana baina yetu sisi matatizo mbalimbali katika jamii yetu. Kwa kweli mmempata shekhe vizuri, analolizungumza linaingia kwenye akili na kwenye ubongo, linaweza likakana likafanya kazi. Anazungumzia kwamba kile ambacho wewe utajisi kutoa, kile ambacho Allah amekuwezesha riziki, itafika katika account number bank ambayo ipo, tutaiweka hapo insha Allah, ambayo ni ya DSM, na pia namba za viongozi. Na wewe mtu ambaye uko nje, ndugu Muislamu, mja wa Allah, unahitaji kufanya hili jambo, labda una ile dukuduku, basi chukua nanga, rusha, ingia ndani mwa jiji la Durban, Afrika Kusini. Ukiwa upo nje wa Arabuni, ukiwa upo nje Asia, ukiwa upo nje Afrika nyingine, ukiwa upo nje Europe, Marekani, whatever, give hapa, insha Allah viongozi utawaona, na ikiwa kuna uwezo wa kufanya hilo jambo tunamkabidhiana kwa ajili ya Allah. Naam shekhe, tunayependa kuuliza katika swali moja ambalo jamii huenda wanatamani, kwa wale ambao wapo nje za nchi, kujoin ndani ya group hilo la DSM Durban Swahili Muslim, wanataka kujoin ndani.
inakuwa vipi katika hii harakati, ima wale ambao wanataka kuwasiliana na viongozi, unawaambia nini? Alhamdulillah, naam. Watu wote ama Waislamu wote ambao watapata hii short clip ama watapata hii video, wapate kujua kwamba mtu yote mwenye kuingia kwenye group iko tayari anakaribishwa, na pako namba nimeona kama ni ya Marekani katika waadmini wa group imo ndani pale, anakaribishwa. Kwa maana Muislamu apate kujua kwamba watu wengi wanatoka kama South Africa ni nchi ya kitajiri, watu wote ni matajiri. Hapana, tunawahitaji katika mji wa South Africa, wengi wana matatizo mengi ambayo yanahitaji msaada Waislamu, na ukimsaidia unapata thawabu. Ndio kwa maana DSM kaangalia ifanye ule umoja kwa minajili ya uwe wepesi. Mfano mimi hapa nikifa leo, pengine nimeacha ndani kwangu sikuacha hata 1000. Na maisha yetu baadhi yetu wengi unatoka unaleta maemezi, mwisho wa mwezi ulipe deni. Ndio umeanguka ghafla, umekufa, umemwacha mke na watoto, hawana lolote ndani ya nyumba. Na kufikiria kwamba hii hali itakuwa hii hali. Ndio maana DSM baada ya kununua msikiti na ofisi yetu, michango yote itapatikana, ni pesa ambayo itakuwa inawekwa, ni pesa ambayo iko cash. Sio mambo ya kusema shida ikipatikanika tuanze kutafutana magaraji, tutafutane sehemu mbalimbali. Ni pesa ambayo itakuwa iko cash, inawekwa kwa ajili ya jamii. Shida ikitokea ni tunaikaa mishura, tufanye haji. Dada, umefisha mume, pole sana. Kwa ulikuwa unaona haji kama vile DSM, ulikuwa unafikiria msaada gani ambao unaona kwamba kwa karibu tukusaidie. Atasema pale kile ambacho tunaweza. Mfano sasa mimi naona hapa sitokaa tena hapa, nataka nirudi zangu nyumbani, chochote mtanisaidia nitarudi nyumbani. Kundi na watu 500, tukitangaza kila mtu atoe 100, tuna 50. Ni pesa nyingi. Ama tukisema tuguse kwenye akaunti, tukisema tutoe 20,000, ni pesa ya jamii, hakuna kizuizi. Kile ambacho shura itaamua tumsaidie, tutachukua pesa tunamsaidia arudi nyumbani, ale mayatima. Sasa hii yote nani atachukia? Sasa wakina mama ndio nitakuwa kuambia, kuwakaribisha na kuwapa hii habari, wapate kujua kwamba waje kwa wingi. Wakina mama sisi tunawajua kwamba ni watu wenye harakati na wanapigana, kuna wakati wanawazidi hata wanaume kwenye kuchangia. Wakiamua wakina mama, kuna wakati wanaanza wakatushinda. Mfano mwezi kama tumefikisha 26 wanaume, lakini wakina mama wabebeni, wakisema wanaamua jambo lao, wanaanza wakapiga 40 kwa mwezi mmoja. Wanasema kama wanaamua, kumbe tunawakaribisha na wao, ili linatuhusu sote. Sio kwamba viongozi ndio wananufaika, hapana. Inahusu jamii nzima. Baada ya kupata msikiti na kupeni bishara, baada ya kupata hiyo ofisi yetu ambayo tuna inshallah Mungu akijalia mwaka kesho tu tunakwenda kudeposit hela kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kisha kuna watu wanajiweka nyuma, lakini pako siku mtu atapita kwenye msikiti wa DSM akiingiza kitu akasema ona msikiti huu mimi ningejua na mimi niweke katika huyo msikiti. Ona msikiti ushapatikana na harakati zinafanyika, mimi hamna sadaka yangu hata moja. Unaanza kuja kujuta, na jambo linafanya kwa ikhlas, biidhnillah litafanyika, msikiti utaonekana na harakati zitaendelea. Sasa tunakaribisha wote, wakina baba, wakina mama. Baada ya ofisi kupatikana, tunakwenda kujikomboa sisi kwa sisi. Ni pesa ya jamii. Hata vijana leo mahali na vijana wao wanataka kuoa, lakini mahali hawana. So unafikiri DSM ina laki 7 kwenye account, ina milioni kwenye account, ina laki 2 kwenye account, vijana 3 4 wanataka kuoa. DSM kuchukua laki 1 kusimamia ndoa za vijana 5 itakuwa ni vigumu? Sio vigumu, maana ni pesa ya jamii na inaenda kufanya kazi kwa jamii. Haya mambo yote haya ikiwa tutakubaliana, DSM na watu almost 100, lakini ukiangalia wenye kutoa ni watu 10, watu 50, watu 30, watu 40. Watu waliobaki na wakaribisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema najua wote wengi wao ni 5 salawati, wasaliti wa sala 5. Sasa tuseme tu msikiti iko tunasali, hapana. Mungu anasema waqimu sala wa atu zakat, simamisheni sala na mtoe. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na lolote ambalo utatoa kwenye mfuko wako ukalitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utalikuta Mungu amekuwekea. Na Allah anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yoyote ambaye atatoa chochote kiwa kidogo kama sisimizi atakiona, na yule ambaye atafanya shari ataiona. Kumbe ni tunatoa wito. Sisi umri wetu ni mfupi, tunakufa wengine ghafla tu, mtu akuumwa. Sasa jitangulizie. Allah anasema wa idhal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat
makaburi atakapofunguliwa siku ya Kiyama, tumesimamishwa, kila mtu anatoka kwenye kaburi lake. Kitendo cha kutoka kwenye kaburi yako, akili yako inakaa vizuri. Mwenyezi Mungu anasema alimat, atakumbuka mtu ma qaddamat wa akharat, nini ametangulizwa akiwa hai, nini amejitolea kipindi iko hai duniani. Atakumbuka, nilifanya hivi, nimejenga msikiti, nimefanya hivi, atakumbuka. Wa akharat, na nini ambayo amechelewesha. Kila alichochelewesha zakatun jaria, umesha kufa lakini nimejenga msikiti, harakati zote ambazo zimefanyika kwenye ule msikiti baada ya wewe kisha kutangulia kaburini, kila sababu zikifanyika wewe unakukuta. Ikiwa tunasema tunamuoa kijana fulani, ule kijana akaoa, akazaa watoto, akaitumikia dini, lile tendo linafanyika pale kwenye ile familia, wewe kaburini sababu zote zinamiminika tu, zinakukuta. Wakisema tujenge visima, sababu zinakukuta. Wakisema tusaidie Waislamu wa nyuma ya mji, kwa tupelekee madaftari na nini, tuwasaidie kila misaada yoyote, wakifutarisha, wewe kaburini sababu zinakukuta. Sasa yule mtu ambaye bado anajibakiza nyuma, DSM ni chombo cha jamii, michango itafanyika ni ya jamii. Tunakukaribisheni wote, wakina mama, wakina baba, vijana, kila mmoja jinsi kwamba pesa yake anaitoa inakwenda mahali salama na itafanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, shukrani sana. Sheikh ametambaa vizuri na ameongea aya nzito sana ambazo ukiwa muelewa na yule mwenye akili utazingatia yale ambayo yanazungumzwa, si yeye bali ni maneno ya Allah azza wa jalla. Kwa kweli ndugu Muislamu, tuone kuzingatia zaidi na zaidi. Kwa hiyo jambo ambalo ningelipenda tu kuongezea hapa katika neno msikiti, hii tunaiongelea ni markaz. Maana yake kuna msikiti, patakuwepo sehemu ya watu kujifunza kazi kwa ajili ya wale ambao wanataka kupata ujuzi wa kupata ujuzi. Hapo patakuwa ofisi, patakuwa madrasa. Yaani sio tu usikie msikiti ukajua ni msikiti tu, miongoni wake ni vipengele vipo katika katiba zile ambazo zilipangwa na Waislamu wakazipitia. Kwa alhamdulillah hizi zinafaa. Kuna watu miongoni mwetu hawajui kazi, hata maswahaba walijifunza makazi. Umeona watu walifanya kazi, hata mtume kipenzi wetu, kipenzi chetu cha umma, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfanya biashara pia, alipambana katika biashara ya kazi. Kwa hiyo ndugu Muislamu, sote mwa kuitumikia jamii, huenda ile sababu tunafanya huyu mfumo, watu watafanya kazi, huenda ikawa sababu kupatia ile wote wa sadaka yako ya masjidi ya nini, kufanya nini, mtu akaevoliwa akapata ujuzi wa kazi na akaenda kufunza wengine, unakiwa sadaka tunjalia. Sasa wewe ukiwa umetangulia mbele ya haki, unaona neema ambayo itakuta ni kubwa sana. Kwa hiyo ndugu Muislamu, Sheikh alitambaa vyema. Kwa kweli tushikamane kwa pamoja, tukishikamana kwa pamoja na letu litatimia. Kwa hiyo na vyombo vya habari tunawaombeni mvifuatilie sana, kama Risala TV 10 Sheikh, ambayo itakuwa inawapa matokeo Waislamu katika kushuhudia harakati za DSM Durban Swahili Muslim. Unawaambia nini ili kufuata hii channel? Channel hii Risala TV ni channel yetu, alhamdulillah, ndio inakusanya habari zote za kidini hapa Debeni. Kumbe mtu wote ukipitia kwenye mitandao, ukiona, ukibonyeza pale, ukifollow, utapata mengi zaidi ambayo yanafanyika Debeni ya kidini, utayapata kwenye Risala TV 10. Naam, Sheikh, unawaambia nini mashekhe ambao wenda wanaijua TSM, kwa wale ambao mashekhe walikuja kutembea hapa katika ziara, wamesikia TSM, labda wakujua nini kinachojiri? Ima mashekhe wenda wanaweza kupata na fursa kusema, kwa sababu sisi tuna lengo pia la kwa tunapokea mashekhe, kama sijasahau, ili tuwe na msikiti wetu ambao tutakuwa tunapokea mashekhe wetu kutoka nje za nchi kuja katika kutupa dawa mawili matatu. Unawaambia nini mashekhe hao ambao wanaweza kuona video hii, ni nini zingatio kwao ili waweze kuungana nasi inshallah? Alhamdulillah, Debeni tumeshakaribisha mashekhe takriban wengi, tumeshakaribisha kutoka Tanzania, kutoka Burundi, na mashekhe kwa kweli watu support kama wana mchango wote wa fikra wa nini, ndio moja katika harakati zikiendelea, maana ni katika mfumo mzima wa dawa ndio tunakwenda ili watu wachangamke kidawa. Kumbe DSM moja katika harakati tutafanya ni kuita shekhe yoyote kokote ambapo tutaona kwamba huyu atakuja tupe mawaidha, tukae tufanye vikao, tufanye darasa, kila kitu, mahutuba za Ijumaa, mashehe tofauti kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Baadaye huko tutafanya harakati kama tunavyokuwa, ndio tunazoea kufanya hivyo, na inshallah itasimama harakati hiyo, itazidi kuendelea kufanyika biidhnillah. Naam, ndugu Muislamu, tunakuomba support yako. Utapoona jambo hili wasambazie wengine link,
na uwasambazie wengine kuona hii, share kwa wengine kwa ajili ya Allah. Kushare si faida yetu sisi ya TV, ni faida ya Waislamu wote kwa ujumla. Tukizungumzia ile subscribe ni unajiingiza katika kipengele kile cha TV hii, matokeo yote unakuwa unayapata kwa muda. Yani tukiposti tu na wewe unaona lile tukio, inshallah unaoneshwa kwamba TV fulani, Risala TV 10 iliposti jambo fulani, inshallah unafuata. Kama shekhi wangu hapa kila Ijumaa anatupa darsa, alhamdulillah, anatupa hutuba Ijumaa, darsa, mambo mengi miadhara tunafanya, na hivi tunaandaa tena kongamano inshallah kama sitasahau. Na unawaambia nini kusikana jambo la kongamano tunaandaa mwezi wa 12 Allah akituwezesha, lipo katika shura na imani hilo. Unawaambia nini Waislamu katika kongamano hilo wajijo la Durban? Kongamano litaandaliwa inshallah, tutakuwa tunapanga kabla ya Ramadhani tuandae kongamano ili namna gani mito ya Ramadhani itapokelewa, vipi watu wajipange. Inshallah watu tutatoa posti na watu inshallah waitikie, maana kutakuwa mashaikh tofauti ambao ni mawaidha kumbushana. Maana tumeghafilika sana na dunia, kumbe unaposikia mawaidha fasa kwa mawaidha tujitahidi kuwa nafika usikie nini ambao umeandaliwa. Pengine kuna baadhi ya sehemu umeghafilika katika dini yako, lakini ukisikia mawaidha kumbe nilikuwa nimejisahau, ya Rabbi, mtu unarejea. Kumbe inshallah kongamano kubwa litafanyika na litakuwa ni kubwa kabisa, maana tunaliandaa polepole, itafikia kongamano liko vizuri inshallah, tutawafahamisha. Na sisi tunashukuru kwa kweli shekhe kwa muda wako, na pia kwa kuwakilisha jamii, na pia kwa kuwakilisha mashekhe wenzako, na pia kwa kuwakilisha viongozi wote kwa ujumla. Na kwa kweli tunajivunia hili, na ratiba na imani kama sitasahau, kila Jumapili panafanyika mikutano inshallah ndani wa jiji letu la Durban. Kwa hiyo ukitaka kuwasiliana na viongozi utaweka namba hapo. Unakaribishwa Muislamu yoyote yule ambaye anahisi mimi nataka nijue DSM, karibu kwenye mikutano, utajua nini maana DSM, mfumo inatumia pale. Sisi tunafanya hii kwa ajili ya lillah na kwa ajili kwa kujitoa kwa ajili ya Allah. Mashekhe wanaacha kazi zao, sote tunaacha kazi zetu, na wewe Muislamu unaweza kaacha kazi yako ukasema mimi naenda kumpa Mola wangu masikio mambo ya kheri ili usikilize, kuitengeneza jamii kwa ujumla kwa ajili yake Allah. Kwa hiyo mimi nikimshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kuelekea kuhitimisha kipindi chetu hichi cha leo kuzungumzia Durban Swahili Muslim DSM. Kwa kweli ni jambo la kujivunia taasisi hii, na ni jambo la kujivunia umoja huu. Na shekhe, tunaombeni na sisi katika TV harakati za dini msitutupilii, tukiwahitaji inshallah muwe wepesi wa kutusikiliza na kuitika wito ili kufikisha jamii inshallah. Nitaka kusikia tena kidogo hapo katika swala la mikutano. Naam, DSM ni kwamba tuko vizuri, maana hatulali. Kila Sunday tunafanya mikutano minajili vipi tutaendelesha chombo hichi. Sasa kuna mtu anaweza kukaa huko nje huko, ana mambo yake tu, chuki yake, ama kuna misunderstanding yake, akasema maneno ambayo sio. Sasa kumbe mlango uko wazi. Tunafanya mikutano, yoyote ambaye anaona kwamba pengine ana fikra yake aje pale na hiyo fikra, aseme mimi nilikuwa naona fikra yangu ni 1 2 3, anakaribishwa. Mtu wote asije kuambia DSM sijui ile DSM ni hivi na hivi, uko kwenye vijio huko, asikudanganye. Wewe mwenyewe fika pale kwenye mkutano, uulize swala lolote. Mimi nilikuwa nataka nielewe DSM maana yake nini, mna malengo gani? Karibishwa, leta na fikra yako, itapokelewa na mikono miwili. Tunataka watu, maana tutumike kwa pamoja, shura. Tupo wazi, maana hatutaki mambo kujitete, rais ndio asimame apange hivi na Uislamu sio hivyo. Tunakwenda ni shura. Muislamu yoyote kokote aje kwenye uongozi, aje kwenye shura, atoe shura yake, fikra yake, itapokelewa, itakachukuliwa. Kama ni fikra ya kujenga itakubaliwa. Kumbe ndio kwa maana tunasema DSM milango iko wazi katika kheri ya aina yoyote. Naam, tunashukuru sana Sheikh, ametukumbusha jambo la muhimu katika jamii zetu. Kuna wale wengi wenye kupuuza na wale kupumbazika kwa maneno ya watu katika kuchochea. Kwa hiyo ndugu Muislamu, usichochezwe na mtu yoyote akayekudanganya akakupoteza. Ukitaka, ukiwa na uwezo uko nje ya nchi, wasili ndani mwa jiji la Durban, Afrika Kusini, utashuhudia kila kinachoendelea. Ikiwa uko nje ya mji huu wa Durban, shuhudia, njoo, watu wanaweza kukupokea na ukashuhudia mikutano na ukafika ukaelewa na ukabainiwa, na wewe kesho ukaenda kuambia wengine Waislamu. Na ukiwa ndani wa jiji letu hili, fika kwenye mkutano. Tunakuomba kama gisi Sheikh anasisitiza, Allah ambariki sana. Kwa kweli ni jambo la kujivunia kupata taasisi ya umoja. Mimi kama CEO Juma Ibn Saleh wa Risala TV 10 na Juma Ibn Saleh TV, mimi naungana nao
jiji la Durban Swahili Muslim, katika umoja, kushirikiana, kufikishia jamii, kuungana katika hali na mali. Na wewe mwana baba, mwana mama, kijana mwenzangu, babu yangu, njoo tuungane kwa pamoja, hili lote ile. Tuna yale mataasisi ambao pako kina mama wengine wana makundi yao. Alhamdulillah, nimeona miongoni mwa kina mama ambao wana makundi mengine wamo ndani ya DSM pia wana support jambo kama hili. Katika kundi letu la khair wa kina mama, kundi la khair Durban, wamo baadhi ndani ya DSM alhamdulillah katika harakati zile na wanajitolea. Nimeyashuhudia shekhi wangu. Na jambo lingine, vijana ambao na makundi tofauti, tusiwabagui watu, tusiwatupi watu, tuungane. Unaweza kuwa na kundi lako, na sema hili ni jambo la kijamii pia, ukaja ukajiunga, na Allah akaleta fadhila zake kwa ule umoja na nguvu yetu, ikawa sababu ya sisi kunyangua ile gurudumu kulipeleka. Na imani Allah anaona vifua vyetu na atatutengenezea biidhnillah. Basi ndio mwisho wa kipindi chetu hichi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuhitimisha kipindi chetu hichi ndani ya Risala TV 10. Hakika Sheikh, tunashukuru kwa muda wako kwa kujitolea ndani ya studio zetu Risala TV 10. Alhamdulillah, tunaombeni mtuombee dua wanaharakati wa TV za Kiislamu, pia na ndugu zangu ambao wapo nje walisupport hili jambo. TV zenzangu, msupport hili jambo, tunawaruhusu insha Allah kwa ajili ya Allah, kama umoja wa Kiislamu ndani mwa jiji la Durban. Kwa kweli tunaombeni mshare video kama hizi, video za Kiislamu ambazo ni video zinaongea mambo ya khairi, kutengeneza jamii. Tunaombeni kwa ajili ya Allah muweze kutusapoti, na pia muweze kutuma link kwa watu tofauti, pia share kwa watu tofauti unapoona video zetu ndani ya Risala TV 10, na moja kama hili jambo kubwa la kijamii ndani mwa jiji la Durban. Kwa hiyo ni mimi Juma Ibn Saleh nikiripoti ndani ya Risala TV kutoka ndani mwa jiji la Durban, Afrika Kusini. Kwa kweli nikisema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa kweli ndugu Muislamu, tuungane kwa pamoja, Allah ndiye atakayekulipa. Usikosi kutufollow blogo zote katika social media zote, Risala TV 10 na Juma Ibn Saleh TV. Utapata harakati zote za Durban Swahili Muslim na zinginezo biidhnillah. Tukisema mkono kwa mkono hadi peponi. Masalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.